Karibu. Asante. Mimi brother sasa nimekuja tena. Na maana juzi hapa nilikuja. Ndio. Kwa hiyo nimeona haitoshi. Leo nimekuja tena. Kilichonileta leo afadhali ya juzi. Leo ni makubwa. Makubwa? Makubwa gani? Kuna nini? Sasa mimi nimefukuzwa kazi. Usiniambie. Umefukuzwa kazi? Pole sana Msilikanzo. Yaani nimefukuzwa kazi afu naomba niende sehemu nyingine. Sijui kuna mchawi gani, sijui kuna mtu gani kaenda pale kuharibu kakanyagie kwa bosi. Yaani bosi kaja mimi kanikuta nafanya shughuli zangu, nataka kupeleka sehemu mzigo. Kaja pale kaniita kacharula sijui maneno kibao kama wewe mchawi sijui na nini. Nilikuwa nakuamini unafanya kazi vizuri, lakini kumbe wewe mchawi umemwadi mtu sijui msizwa. Basi kakanyaga. Msizwa gani umemua? Si yule jamaa ambaye alikuwa anasingizia ametembea na Ashura mke wangu mimi. Amefariki? Jamaa amefariki. Karen jina lake mpole lakini mwenye nguvu, akikabili vivuli havumili. Hofu inayovunjika, hofu inayolala, yeye usonga mbele kila wakati, mwenye kiburi na shujaa. Usiku napoingia na kila kitu kinatetemeka, mwanga unaibuka unatunganisha. Nyota ya jaa, nyota inayomba hata kwenye vivu. Odi. Karibu dada. Odi. Karibu. Karibu. Asante. Vipi dadangu? Karibu. Za hapa? Salama za kwako? Mimi si jambo, nashukuru Mungu. Dadangu mimi nimekuja hapa na shida moja tu. Shida gani? Kuhusu swali linaloendelea hapa mtaani kuhusu mtoto wako. Mwanangu? Kuhusu mwanao Aneti. Kafanya nini tena Aneti? Aneti katoka hapa kwenu kaenda kwa kina Saidi. Alipoona kwa kina Saidi anakumwambia mimi nimemuua baba yako Saidi. Aneti kaongea maneno kwamba babake Saidi ameuawa. Yeye ndo kamuua. Sasa mimi nimemuua baba yako. Sasa mimi nimekuja kuuza tu kitu kimoja, kwa sababu mimi sasa hivi kwenye ile familia mimi ndo ni Moshi mama yake Aneti. Mimi ile familia sasa hivi ndo kila, yani kama mimi ndo namsaidia, yani asubuhi maskini ya Mungu akiamka mpaka usababu mtoto baba yake aonekane wiki ya pili sasa. Kwa hiyo akiamka asubuhi mimi ndo niwapela chai. Mchana niwapikie, yani nafanya tu msaada tu. Sasa juzi nimeenda kwao, hawaja kuniambia ni Dadija umetoka, yani ulivotoka tu kaja Aneti hapa kaniambia eti baba yangu kamuua. Nikasema mimi Aneti mamake pale alipokaa amehama. Kuna sehemu kahamia. Ngoja mimi nitafuatilia alipohamia, nitapajua. Ndio Mungu si Asmani, kuna mtu kanielekeza hapa kwako. Hapa ndio tulipohamia Saidi. Ile swala kusema Aneti kamuua babake Saidi linanitia mashaka. Kwa hiyo inamaanisha mwanangu ni mchawi. Na sio mchawi, mtaa mzima mbona unajua kama mwanao mchawi? Wewe hujui. Mtaa mzima shoga yangu, hata nasikia mamake Saidi kasababisha yeye mwanao. Au hujasikia hilo swala? Mbona mnaniandama sana? Yaani wa maneno ndo tumeyakimbia huko, ndio maana tukahamia huko kuja kumficha. Lakini bado mnatoka huko na miguu yenu mnakuja kufuata huko. Mnatutaka nini jamani? Ngoja dada, mimi nimekuja hapa sio kwa ubaya. Nimekuja tu nikwambie. Sija kwa ugomvi kabisa. Na kwanza kinachonishangaza mimi toka tuhamia huko Aneta aje kutoa mguu wake hapa kwenda kwa kina Saidi, ndio mnachonishangaza nyinyi. Wewe unajua mwanao kila anapoenda wewe unajua? Kila anapoenda mwanao unajua? Wewe unamaanisha na wewe mwanangu mimi mchawi, si ndio? Mimi nimekuja hapa sio kwa ubaya. Nimekuja hapa tu kama kufikisha ujumbe, kwa sababu mimi familia sasa hivi ndio kila kitu. Nimekuja tu kufikishia ujumbe. Sijaja kwa ubaya kabisa. Mnatutaka roho zetu, mnatutaka nini? Hebu tuambie. Sijaja kwa ubaya. Ila kama ndugu yangu limekukera labda au labda unaonekana nimekuja kwa ugomvi, naomba nisamee kuhusu hilo swala. Ila samani kwa hilo, lakini kama nimekosea dada yangu nisamee. Ila mimi tu nimekufikishia tu habari. Haya kwa hili. Mimi mnanishangaza sana. Kule nimekimbia, nimekuja huku. Huku bado mnanifuata. Walimwengu sijui mnanitaka nini? Sijui mnanitaka roho yangu. Mungu nisaidie mimi.
Yule mtoto amekuja tena mwanangu. Mbona sikuelewi mwanangu? Mimi natoka nenda kukojoa mara marudi mara amekuja nini mara. Kwanza ndo wewe au sio wewe? Ndio mimi kwani kuna mtu kafana kama na mimi hivi? Sielewi. Yule mtoto amenifuata hapa mwanangu, amekuja kama wewe unavyojiona wewe hivyo hivyo. Amna bwana, sio kweli. Hivi mimi amna wewe. Hadi nguo hivi. Papazi. Mimi ndo sielewi, mwanao mimi ndo nakufa. Amenipa siku hii, amenipa siku moja tu. Nakwambiaje? Amekuja kama wewe unavyojiona. Amekuja ameniambia kwamba mganga sio amepiga simu, sio amesema ile dawa imekosewa inabidi irudi. Mimi nimemwamini mwanangu, nimempa dawa dakika ya mwisho, kumbe ule mtoto. Asa wewe mwanangu natoaje dawa wakati mwenyewe alisema mwanangu? Bonge la mistake mwanangu. Mesielewi mpaka dakika hii hapa. Yaani sielewi, nimevurugwa. Umefanya mistake kweli ya. Alikugage vipi? Na hapa tena tukirudi kwa mganga kule na kwa fezea, anaweza katuona kama tulikuwa zinguaje tu mwanangu. Yaani mwanangu sielewi hata nifanyaje. Yaani tuondoke tu nyumbani. Baridi sema na sema naye mwanangu wewe. Baridi sema tujichenge, tutaongelea huko mtaani. Msulikano, pole sana. Aisee, pole sana Msulikano, maana huu ni mtihani mzito sana. Basi ni machishwa kazi yani brother, yani nashindwa hata kuelewa mimi sura yangu naika wapi. Je, familia yangu naiendeshaje? Yaani mimi naishi vipi na mbona nikatafuta kazi sehemu nyingine naenda kutafutia wapi? Pale mimi ndio sehemu ambayo nilipokelewa, nikamwambia tulia hapa mdogo wangu tufanye kazi, tupate hela. Kweli mimi nafanya kazi napata hela, familia yangu naendesha vizuri. Leo hii mimi familia yangu naiweka wapi brother? Nitapataje hela ya kula? Mke wangu atakula nini? Yaani ndio hapo anazidi kuvuruga na kuhusu masuala ya uchawi ananiambia, nazidi kuvurugika hapa nilipo. Yaani Pole sana Msulikano. Hayo yote yamesababishwa na wachawi. Mamako alivyoacha uchawi, wachawi walioendelea na uchawi wakaenda kwa malkia wao, wakamwadisia kila kitu, na malkia wao akawapa mtoto wake ambaye anaitwa Chikito. Huyo Chikito alimvaa Ashura. Ashura alivyomvaa aliondoka na Msizwa. Ashura akawa amemkatalia Msizwa. Ghafla ile jini lilivyomvaa akamkubalia Msizwa na Msizwa alifurahi. Wakaenda mpaka kwa Msizwa. Ashura alikaa, macho yake yaliwaka, na Msizwa anatoka siku hiyo anasema ana sehemu zake za siri, ila akufanya hayo yote Ashura. Hayo alifanya mtoto ambaye anaitwa Chikito. Sasa kama ndo hivyo, huyo Chikito ana uwezo wa kuingia kwenye mwili wa watu na akasababisha makubwa kama hayo, si atagombanisha wengi. Kwa sababu wanajua Ashura ndo kafanya hivyo vitendo, wakati Ashura mwenyewe hahusiki. Niwaambie tu, huyo Chikito kashauliwa. Kauliwa na nani? Wewe au? Hapana. Vipi? Mbona umechelewa? Muda wote huo nilokutuma. Kulikuwa kuna foleni. Afu mbona mafuta yenyewe kakupunja huko? Aneti. Abe. Kuna mdada kaja hapa. Katokea kule tulipohama kule. Kasema wewe kule ulienda kwa kina Saidi. Na cha kushangaza zaidi umesema kwamba wewe umemuua babake Saidi. Hivi ni kweli mwanangu Aneti? Huyo mdada huyo kaja kukwambia wewe mimi nimemuua babake Saidi. Kasema ulienda kule kwa kina Saidi, ukamwambia Saidi mimi ndo nimemuua babako. Bwana tulivyohama katika ule mtaa sijawahi kwenda. Sijawahi kwenda kweli mwanangu? Sijawahi kwenda.
Tena wananisingizia tu. Wanakusingizia? Ndio, mimi sijawahi kwenda kule toka tulivyohama. Kweli Aneti mwanangu? Ndio, mimi sijawahi kwenda kule. Yaani mimi nashangaa kabisa. Yaani wanatufuata kule tumehama kwa sababu mambo haya. Sasa hivi wanatufuata mpaka huko. Mbaya zaidi kinaniuma kuniambia wewe ndio umemuua babake Saidi. Wewe unaweza kumuua babake Saidi kwa sababu wewe ni mchawi tuseme? Mara umemloga mamake Saidi, mara si umemloga mwa fulani, mara si nini? Mambo yashakuwa mengi hapa. Mbona tetemeka? Baya sitemeki. Ndio hivyo, habari ndio hiyo. Mimi nashangaa sana. Wewe unatufuatilia nini? Hapa nilipo mimi na stress za mama yangu, lakini mtu bado anakufuatafuata. Hapa sijui mama yangu yuko wapi. Yanatoka haya, yanaingia haya. Mungu wewe nisaidie mimi. Peleka mafuta ndani hayo. Mimi sijamwaga damu, ila aliyemwaga damu ni rafiki yangu. Huyo Chikito alitumwa na mama yake. Mama yake aliniona mimi wakati naenda kule mlimani kufanya ibada, akamwagiza mwanaye. Mwanaye alivyokuja, rafiki yangu alikuja na akanitetea na akampiga kitu Chikito. Chikito aliayuka na kwenda kwa mama yake, ila hakufia mikononi kwa rafiki yangu, alifia mikononi mwa mama yake. Hapo safi. Basta hivi. Ila Msulikanzo, nikuhakikishie kitu kimoja. Mwezi huu hautaisha, utakuwa usharudishwa kazini, na nikuhakikishie pia bosi wako atakuomba msamaha. Ukweli ushajulikana. Watu wanaamini vipi? Na mimi naishije katika hii hali ambayo nilokuwa nayo? Na sababu vipi hiki kipindi kifupi ambacho kinachoelekea naendeshaje familia yangu na mimi sura yangu naiweka wapi? Yaani sasa hivi nitakuwa nashindwa hata kuelewa na kwa kwaje. Kanzo, mimi cha kushauri kama Karen alivyokuambia, haipiti mwezi bila kuingia kazini. Kwa hiyo relax. Endelea kufanya toba, muombe Mungu. Mungu akusimamie kwenye hili jambo. Unanielewa? Wewe nenda nyumbani urelax, tulize kichwa. Ukiendelea kuwaza huku na huku, unaweza ukasababisha matatizo mengine. Cha kufanya wewe nenda nyumbani ukarelax. Kila jambo linakuja kwa wakati wake. Unaelewa? Wewe relax rafiki yangu. Mambo yatakaa sawa. Naomba usituue, naomba tusamehe tafadhali. Hapana, mimi siwezi kuwadhuru. Yote ni wachawi, naomba mtusamehe, tuacheni tu tuondoke. Naomba mniamini ili niweze kuwapa msaada kuondoka katika huu msitu. Hapana, tuachie tuende kwetu. Naomba mniamini. Naomba tuondoke. Sijakuona siku nzima pale, ulikuwa wapi? Maana toka asubuhi sijakuona shoga yangu. Nilitoka nilienda kule kwa bosi yake na Msulikanzo. Hiyo bado ndio nilikuwa nataka mimi. Imekuwaje huko kutoka huko? Nimekutana na bosi wake. Nimeongea naye, nimemwelezea kila kitu. Safi sana. Naomba Msulikanzo sio mtu mzuri hata kidogo. Safi. Yaani hafai kwa namna yoyote ile. Kanisikiliza.
Baadaye lakini alikuja akanielewa. Na kwa ule moto ambao alitoka nao pale. Msulikazo hana kazi. Nilikwambiaje? Yaani pale hatoboi. Nilikwambia umenasa umeamini maneno yangu Na ndio maana siku zote mimi nikaga na jambo langu. Naonaga yani mtu akumfuata niona plani zako zote ambazo ananiambiaga sije kufeli siku hata. Ndio juu maana ukubwa sasa uko wapi? Mimi namfahamu Juksi. Juksi namfahamu toka kitambo. Juksi poa. Anaga shida kaka. Kwanza apendeki mambo kijinga jinga. Yeye safari lazima tuwakomeshe wale watu. Ila dada, niambie. Mimi natakiwa niende msibani. Niende kwenye msiba Msizo kwa sababu sio kweli msiba Msizo upita alafu mimi sijafika. Ni kwa hiyo tutaongea mtaani. Wataongea sana. Ni bora yani ni bora uchukue hiyo hatua. Kwa hiyo inabidi niende. Na swala la shule dada nakuachia wewe. Mariam. Hivi uniamini dada yako bado mpaka ile swala la kwa Juksi mimi nimekuambia. Mimi unaharibu mambo? Hujawahi kuharibu. Sasa shida iko wapi mdogo wangu? Niko najaribu tu. Wewe shule mimi nitamnyosha mimi mwenyewe. Mimi anishindwe. Msio mdogo sana kwangu yule mimi wewe. Sasa hapa umenikumbusha kitu na ubui shoga yangu. Gani? Tulipata ugeni hapa leo. Gini wa kutoka? Niliwaambia hamtaweza kutoka katika huu msitu. Chagueni moja, mjiunge kwenye kikundi ama kuendelea na misimamo yenu ili niwamalize. Tunaomba tusamee. Tunaomba tu tuondoke. Sisi hatutaki kuwa wachawi. Chagueni moja, niwamalize. Alex. Alex, nilikuonya ukutaka kuelewa. Sasa leo lazima nikutie adabu. Umtie nani adabu? Sijeje hapa kutaniana na wala sina utani na wewe. Jaribu uone. Baba Ismail alikuja. Baba mume wa Sofi. Alizana wale watoto Ismail na Idrisa. Alikuja hapa shoga yangu leo. Wale watoto waliopotea ambao walikuwa wamjui babao ndo wamekuja hapa. Mimi nimeshangaa leo. Yaani ndo wewe yule baba anafanana yule mtoto kike Ismail. Unajua anafanana sana? Mariam. Kama ile sio ilibandua kwa yule baba ikaeka kwa yule mtoto. Copyright na mwanae wa kike. Kaja alikaa hapa, mimi nilikuwa nimekaa hapo. Kaondoka bila sio mrefu mchezo tu kidogo ungemkuta. Hapa nyumbani kapajuaje? Mariam, huo mtaa ujui mdogo wangu? Mtaa unasifika kwa umbea, kwa uchawi na usiseme. Kweli huo mtaa una mambo. Kaja hapa hodi karibu. Kaka hapa. Wewe ndo Asia. Ndio mimi karibu nani mwenzangu mimi mume wake na Sofi. Sofi UP. Sofi mama na kina Ismail na Idrisa. Ndio. Mimi wewe baba mtoto uko hapo familia yako moja inateseka namna hiyo. Tuligombana, sisi tulishindwana, sugu maisha sio ni nini? Nikaenda mimi niko mkoani. Nikamwambia wewe baba, mmoja mkeo anateseka na maisha yote hayo, kweli? Basi kaja akataka kujua kuhusu sasa inaendeleaje. Mimi nikampa address kama ilivyokuwa. Nikamwadisia pia kuhusu kifo cha mkeo kilivyotokea. Chanzo ni nini? Umenielewa? Ndio.
Ni kama chanzo hicho sio kupotea, ndio mkeo kufa kwa pressure kwa ajili ya upotevu wa watoto wako. Umeelewa? Basi unaona. Na kingine ningapa mkana kuhusu kipindi kile soka kwa mazombi kipindi kile. Mpaka mumewe akaangaikia mara ya kwanza kabisa. Nikamwalisia. Baba katia uchungu hapa, lakini Mariam amenihuzunisha. Ile wasema tena kutazia kupambana swala la watoto wake. Odi. Odi. Nani? Karibu. Asante. Vipi, mjambo? Jambo, shikababu. Jambo kabisa. Jambo. Nimekuja kumwangalia Ruben. Si tunajua kwamba Ruben hayupo, kaondoka. Ndio, alikuwa ananisumbua sana hapo kipindi cha nyuma, siku 2-3 hizi. Alikuwa anasumbua sana, amemisi mama yake. Ikabidi nimpeleke kwa mama yake mkoani huko Mtwara nilipopata vichenji. Hivi unajua kisa kilichompelekea Ruben kutaka kuondoka? Ni nini? Ruben kabla hajaondoka alisema kuna binti alimwambia maneno. Na hayo maneno alimpelekea Ruben kutaka kuondoka. Binti gani huyo? Nyota inayumba hata kwenye vivuli, ananga dhidi ya wachawi, anapigana ili kuokoa ulimwengu hatua kwa hatua. Nyota ya ujasiri ndani ya